za hapa Afrika ya Mashariki. Karibu sana msikilizaji hapa katika tulio yasikia ya Rokonere FM Radio, mikusanyiko ya taarifa mbalimbali iliyojiri ndani ya nchi yetu kwa siku hii hapa ya leo. Msikilizaji, pia una nafasi kubwa ya kuweza kushiriki na sisi kwa kile ambacho utakuwa unakisikia vema hapa, ukituma ujumbe wako mfupi wa maandishi kwa nambari ya simu 0785 396 786 lakini pia tufuatilie vema kwenye mitandao yetu mbalimbali ya kijamii ikiwemo Facebook, Instagram, TikTok na tume jina moja la Rokonere FM Radio, lakini pia kule YouTube Rokonere Digital. Tuko vema kabisa hapa kwa dakika 60 za habari moto. Niko na Dorcas Charles. Docha. Taarifa ya kwanza kabisa ni ya kampeni ambapo rais mgombea huyu kupitia Chama cha Mapinduzi CCM Samia Suluhu Hassan amemaliza kaskazini, amepita Tanga, Arusha, akamalizia na Manyara kwetu. Sasa kuna mambo mengi yaliokuwa yamejiri pale Babati. Wagombea wote wa Manyara, madiwani pamoja na wabunge walikuwepo pale wa Chama cha Mapinduzi, lakini walikuwepo pale na walipewa nafasi ya kuzungumza. Amezungumza mgombea wa CCM kwa jimbo hili la Simanjiro James Milia, lakini wa Kiteto naye amezungumza. Kulikuwa na ahadi nyingi pia ambazo mgombea huyu wa urais kupitia CCM aliahidi pale kwa wana Manyara kwa ujumla, akizungumzia kote kuanzia Babati huko Simanjiro, Kiteto kwa ujumla, kwa sababu ilifanyika Manyara kwa pamoja. Sasa akiwa Babati mkoani Manyara katika kampeni za uchaguzi mkuu, mgombea urais kupitia Chama cha Mapinduzi CCM Samia Suluhu Hassan ametangaza kuwa barabara ya Arusha, Simanjiro, Kiteto, Kongwa itajengwa kwa kiwango cha lami katika kipindi kijacho cha uongozi wa serikali ya awamu ya 6. Hadi hii inarejelea kauli iliyotolewa Februari mwaka 2017 na Waziri Mkuu Kassim Majaliwa. Akiwa orchestment alisema serikali ingeanza upembuzi na usanifu wa kina kwa ajili ya ujenzi wa barabara hiyo yenye urefu zaidi ya kilomita 430. Hadi sasa barabara hiyo imebaki katika kiwango cha changarawe, ikisababisha adha kubwa kwa wananchi wa Simanjiro na Kiteto katika shughuli za biashara na usafiri. Wote tunasafiri, tunaanzia hapa tuseme Arusha, hapa Terrat kwenda Arusha, tunaona barabara yenyewe ndo hiyo. Au ni vumbi. Changarawe ni mixa mawe na vumbi. Hivi sasa umeenda karibuni kupitia hii barabara. Ni hatari. Yani nakwambia, yani kama umevaa zako hivi kama ambavyo nilivyopendeza hapa. Ukishuka pale pale Machame stand. Unavua kwanza hivi. Ili kwanza uvue. Umeona unavua hapa hivi? Unavua kwanza hivi kabisa. Alafu unafanya hivi. Hiyo vumbi inayotoka. Ndugu yangu, kama ulikuwa kwenye machimbo sijui ya wapi. Yani ukijiangalia usoni kwenye nyusi, mwenzangu umekuwa kama sijui nini. Yani mpaka unatamani sasa hivi ukiona safiri, jamani beba nguo. Kama unaenda kwenye mitoko yako mizuri hiyo tunaita, unaweza ukabeba nguo kubadilisha. Ukifika pale kuna vyoo vya kulipia, kuna hoteli pale unaweza kaingia ukajiweka sawa ndo ukatoka, yani azifu umeshafika mjini, maeneo ya mjini. Nafikiria kutokea 2017 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 hii hapa. Na wabunge wa jimbo la Simanjiro mara nyingi huwa wanazungumzia sana ile barabara. Sasa sijajua changamoto ni nini. Na sijajua na bahati nzuri uongozi ni ule ule. Uongozi ni ule ule. Uliokuwepo madarakani ndio huu, wanatuahidi tena kwa mara inayofuata. Subiri. Sawa. Usonge mbele na taarifa hii baada tukisalia kwa Babati. Wakati huo alikuwa mgombea huyu alikuwa tayari wakati uliopita, si ndio? Kupitia ACT Wazalendo anaitwa Lekai
Letioni Laizer. Sasa yeye ameamua kutimkia Chama cha Mapinduzi CCM katika mkutano wa kampeni uliofanyika Babati. Ndugu yangu, mtu tulikuwa naye. Wewe na Isaac ndio naweza nikaniambia vizuri kuhusiana na huyu ndugu. Unajua mimi bahati nzuri sijafanikiwa kumuona, sijafanikiwa kuzungumza naye kitu chochote. Kupitia ukurasa wetu pia wa Instagram, Facebook ama YouTube pia unaweza ukaenda na ukamtazama pia vema kipindi kile alipokuwa ACT akigombea nafasi ya ubunge jimbo la Simanjiro. Na alifika hapa kabisa. Hapa kwenye studio. Mimi nimejitoa kwa ajili ya Simanjiro, kwa ajili ya ardhi. Mimi nalia na ardhi. Sawa. Alikuwa na hoja zake na yeye na sera zake ambazo anatembea nazo. Ikiwemo pia ardhi. Na alisema kwamba nimejitoa. Lakini sasa nashinda kuelewa ghafla binvu ametimkia kule. Yakabadilika. Tunajaribu kufikiria wale ambao walikuwa wanamwamini kule amewaachaje? Amewaacha vipi? Tulikuamini, tukakupa nafasi. Bendera yetu peperushe. Mwisho wa siku alafu leo ghafla binvu unatuacha. Niko kule jukwani mbele ya watu kibao. Nyie jamani, haya tusikie hii taarifa ilivyokuwa kule Babati wakati anaitwa na valishwa na yeye akazungumza kidogo hapa kwa dakika chache. CCM Manyara safi! Mama Samia oye! Mheshimiwa mgombea urais wa Chama cha Mapinduzi, mama yetu Samia Suluhu Hassan, ndugu viongozi mlio meza kuu na ndugu wananchi wa mkoa wa jumla na wana CCM wenzangu. Kwa majina yangu naitwa Olekai Letioni Laizer, niliyekuwa mgombea wa ubunge jimbo la Simanjiro kupitia chama cha ACT Wazalendo. Lakini binafsi nimetafakari nikajua kwamba lazima nirudi nyumbani kwa sababu huko nilipokwenda nilikuwa napotea. Kwa hiyo naombeni sana mnipokee, niko tayari kupigania Chama cha Mapinduzi na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Asanteni, nimerudi nyumbani. Asanteni kwa kunipokea. Haya, ni tumesikia kidogo ilivyokuwa kule Babati, na kama tulivyokuambia msikilizaji, tuna mitandao ya kijamii, na kama umetufuatilia nafikiri utakuwa umeona mawili matatu kule Facebook, TikTok, Instagram pamoja na YouTube channel. Kuna baadhi ya maoni ya watu ambayo wameandika kule kulingana na hii taarifa. Evander, tupe mawili matatu kutoka huko. Kupitia ukurasa wetu wa TikTok @Rukonere FM, kwenye comment mmoja anaitwa Mkanoi anasema ero itimira yok. Maana yake ndugu mazio katuacha sisi wengine watu wa ndungu, akiwa anamaanisha kwamba kijana umetuuza. Anasema hivyo. Na maana huyo ni atakuwa ni mmoja wale walikuwa wanamwamini. Anasema umetuuza. Lakini Laizer 77 anasema nilijua tu hamna kitu. Anasema hivyo. Okay, haya. Kuna maoni hapa kuhusiana na hii taarifa ya kwanza ambayo tumeisoma ya ahadi ya barabara ambayo imeahidiwa na Chama cha Mapinduzi. Kupitia ukurasa wetu wa Facebook anaitwa Lucas Esingote anasema hizi barabara zinatengewa bajeti kila wakati, lakini bajeti hiyo inaishia mifukoni mwa walaji. Mwingine anasema Wakotela Moshi Kilimanjaro huenda itatekelezwa kwa wakati huu pasipo kuchelewa. Tuweke kumbukumbu na mbunge diwani washirikiane kumkumbusha rais juu ya utekelezaji huu wa ujenzi wa barabara. Maoni yake. Mwingine amezungumza haya maoni ambayo mimi nilikuwa nimeyasema. Anaitwa Mustafa
Mchedange. Anasema kuibua matumaini kivipi wakati chama ndo kile na viongozi ndo wale watangu 2017 mpaka leo 2025 hadi ni moja ile ya barabara. Iko kiwango cha changarawe na vumbi tangu 2017 hadi ilivyowekwa mpaka leo 2025. Wana Simanjiro Kiteto wanaidiwa tena kwamba barabara ile basi itawekwa lami.